Kilimo Kwanza, oh yeah. Hiki ni kipindi bora cha kilimo, maarifa na bidii ndizo silaha. Kesho yetu inang'aa kama jua, oh yeah. Mtazamaji, hiki ni kipindi cha Kilimo Kwanza, mahali ambapo unapata elimu, taarifa, ujuzi na maarifa mbalimbali yatakayokusaidia kuboresha shughuli zako za kilimo, mifugo na uvuvi, pia kukuonesha fursa zilizopo kwenye sekta hizo, na zaidi kukupa mbinu ya namna ya kuzitumia fursa hizo ili kujikwamua kiuchumi. Wiki hii tupo Ubenazomozi Chalinze Pwani, ambapo yatafanyika maonesho makubwa ya kimataifa ya mifugo Juni 14 na 15 mwaka 2025. Ungana nami mtangazaji wako John Lweja. Director wa kipindi hiki ni Omari Juma OJ. Kilimo Kwanza, oh yeah. Hiki ni kipindi bora cha kilimo, maarifa na bidii ndizo silaha. Kesho yetu inang'aa kama jua. Kilimo Kwanza, oh yeah. Kilimo Kwanza, oh yeah. Nawid Mula, kijana wa Kitanzania mwenye umri wa miaka 34, aliona fursa kubwa kwenye sekta ya kilimo na mifugo na kuanza kuitumia ipasavyo. Je, alianza vipi katika uwekezaji huu? Mbogo Ranches ndio ilianza hapa baada ya mkonge. Mimi baada ya kurudi masomoni na kuja kuona fursa ya kuwa tuna shamba la eneo la ziada la kuweza kulitumia, ndio ndoto ya ufugaji ilipoanzia. Kwa hiyo tulianza hivyo kwa ng'ombe za kunenepesha, minadani. Najua watu wengi sasa hivi wanaona tuna mang'ombe makubwa ya mbegu, lakini hatukuanza huko. Tulianza na sisi kwa kawaida tu kununua ng'ombe za umasaini, kutafuta wateja na tukawa tunawauza hao baada ya kunenepesha, kufuga vizuri. Na ndio tulipogundua sasa kanuni zetu za ufugaji na elimu yetu kubwa tumeipata kupitia hiyo biashara ya kunenepesha. Imetukutanisha na watu wengi ambaye ndio imetujengea mtandao mpaka leo wametupa elimu, ni wateja wetu leo. Kwa hiyo tulianzia huko. Mbogo Ranches mnayoiona leo ilianza kama ndoto pia hivyo. Nakumbuka nikiwa na brother wangu Pir Mohamed tulikuwa tunaelekea Zambia kwenda kwenye maonyesho kama tunayoandaa sisi, ndio tulipopata hamasa ya maonyesho kama haya. Kwa hiyo ilianza hivi ndoto kama watu wengi wanaotuuliza na tumeanzeje. Kwa hiyo tulianza kwa ng'ombe za kunenepesha, lakini tulivyoingia kwenye hilo soko na malengo yetu yalivyokuwa sasa yanaenda, naweza nikasema yakazidi ubora wa ng'ombe ambao upo Tanzania. Sisi malengo yetu yalikuwa juu zaidi, labda tusafirishe nje au tuuze kwenye mahoteli makubwa. Hapo tulipoanza kuona sasa changamoto ya kupata ng'ombe bora, whether ni mbegu, whether ni ufugaji. Kwa hiyo hatukutaka sisi lakini tuache hiyo safari. Tukataka lazima twende kufikia kwenye point ambayo tutaweza kuzalisha ng'ombe bora Tanzania ambazo zitakubalika kwenye mahoteli makubwa, lakini pia kusafirisha nje. Na ndipo tulipoingia sasa kwenye mbegu, sababu tuliona kwamba kuna haja ya kuboresha mbegu. Kwa hiyo tukafuatilia mbegu zinazofaa na kuona Borane kwa ajili ya sifa zake za kuhimili joto, kustahimili magonjwa. Kuna kitu tunachoita upamoja, kwa kizungu tunaitwa head instincts, sijui kwa Kiswahili ni kitafsiri vipi, lakini ni ng'ombe ambao wanapenda kukaa pamoja. Ng'ombe wa aina hiyo ni ng'ombe ambao wanatunza watoto wao vizuri. Kwa nchi kama Tanzania ambazo kuna wanyama wa porini kama simba, chui, ng'ombe wanaoishi kwenye kikundi kwa karibu, ambaye ndio ng'ombe zetu za asili, ambaye Borane ni mmoja wa ng'ombe hizo. Kwa kuna sifa nyingi ambazo tukazifuatilia, tukaona Borane ndio mwenye ubora. Na ndani ya Borane pia tunafanya cross breeding. Tunaona mbegu za Brahman na hata zingine ambazo zimekuja kwenye maonyesho. Na Borane pia wana mapungufu na wao. Labda kwenye ukuaji kuna mbegu ambazo zinakuwa zaidi kwa haraka zaidi. Kwa hiyo pia tunachanganya na Borane ili tusipoteze zile sifa nzuri za Borane za ustahimilivu, lakini pia hivyo tuweze kuwasaidia na wao kidogo kwenye zile sifa ambazo na wao wanaweza wakaziboresha, kama ukuaji wa haraka zaidi au mafuta ya ndani ya nyama, sio ya nje, ya ndani ya nyama. Kuna mbegu kama za Angus zina sifa za kutoa mbegu ya namna hiyo. Safari ya maili 1000 huanza kwa hatua moja.
Inawezekana kabisa mtazamaji ukawa unatamani kuanza na kufika katika hatua ambayo Nawid amefikia. Je, unaweza kuanza vipi? Ukweli ni kwamba ndoto yako inaweza kafanikiwa hata kama mtaji ni changamoto. Kwanza samanini watazamaji, jua kidogo linanisumbua, nimeamua kidogo kuvaa miwani samanini, lakini kurudi kwenye swali lako, mimi lazima niseme ukweli, nilipata fursa ya familia, ya shamba, ya mtaji, nilibahatika. Lakini haimaanishi kwamba mtu uone kwamba huna njia ya kuanza. Na vitu ambavyo nikiwashauri vijana, tunajua ng'ombe wa kuchinja, kwa mfano tuongelee ng'ombe wa kuchinja. Soko la mwisho ni Dar es Salaam, Pugu, Vingunguti. Ng'ombe maelfu wanauzwa pale karibia kila siku. Lakini ukienda minada ya ndani, kwa mfano kuna watu wana bahati ya kuwa wanaishi vijijini, unaweza kupata ng'ombe kwa bei 50,000, 60,000, 70,000 chini ya bei ya Vingunguti. Kwa hiyo peke yake mimi naiona ni fursa ambayo sawa unahitaji mtaji wa kuanzia, lakini ni mtaji ambao mimi nautumiaga mfano labda kununua simu mpya. Mtaji wa milioni 2, 3, maki simu zimefika bei hizo siku hizi. Mtu unaona na iPhone au na Samsung, ukiona nayo hiyo mtaji wa ng'ombe unao. Kwa hiyo ukinunua ng'ombe za 500,000, tutolee mfano, unaweza kununua ng'ombe 6, ambapo hizo ng'ombe kwa wastani ukizifikisha karibu na soko la Dar utaziuza 560,000, 570,000. Kwa kuna kafaida ambacho unaweza kukapata ndani ya siku hiyo hiyo. Ukipakia kwa mfano labda Dakawa au dosidosi ukaleta Vingunguti, sio lazima wewe una shamba la kwenda kuwashusha au walishe au wafuge. Unaweza ukawa wewe ni trader wa namna hiyo, fanya biashara wa kununua tu kwenye mnada na kupeleka karibu na soko. Au mtu mwenye kiwanda anakuwa anahitaji mifugo, kama una mtandao, una uaminifu, unaenda unaomba tenda, bwana mimi naomba nikakutafutie ng'ombe, utanipa cha kwangu nikishakuletea. Najua leo viwanda kama vya Tan Choice au Nguru Hills, kama unaenda na unajenga uaminifu au una njia ya kujidhamini, wanakuwa uko tayari kukuambia bwana tuletee ng'ombe kadhaa, posho yako wewe kwa ng'ombe itakuwa hii. Kwa hiyo nitumie mifano labda hiyo miwili kuonesha vijana kwamba tujaribu kuwaza kwa mapana, sio tu unajua ukiwa unalaumu tu hamna mtu ambaye msaada unakuja kutokana na lawama au kulalamika. Mwisho wa siku tunasema maisha ni magumu. Maisha sio rafiki, sio kama kuna kitengo kimetengwa na Mungu kwamba mtu atakayelalamika kuliko wote labda atapata fungu la mtaji. Kwa hiyo mimi najitahidi sana mtu asiwe na mawazo ya kuwa negative hivyo. Ndio inawezekana una changamoto hali yako ya kimaisha, lakini unajikwamua vipi? Kwa kutokukata tamaa, kwa kuwa mbunifu, kwa kuweka uaminifu mbele. Sio mtu unaona mtaji hana, uaminifu hana, sasa hata kumsaidia hapo inakuwa ngumu. Kwa hiyo vijana lazima tujue kwamba desturi za maisha ziko pale pale za miaka ya zamani na leo. Uaminifu, heshima, adabu, nidhamu ndio vinayoweza kujenga maisha. Hiyo ndio misingi muhimu. Kwa hiyo kama unataka kuanza biashara ya mifugo yoyote, misingi hiyo lazima tuisisitize kwa vijana wetu. Katika eneo hili la Mbogo Ranches lililopo Ubenazomozi, Chalinze, mkoani Pwani, yatafanyika maonesho makubwa ya kimataifa ya mifugo yatakayoshirikisha nchi 3 ambazo ni Tanzania, Kenya na Namibia. Tukio hili litafanyika tarehe 14 na 15 mwezi Juni mwaka 2025. Je, ni msukumo upi umepelekea tukio hili kwa mwaka huu kwenda kimataifa? Kwa watu ambao wanatufahamu na wanatufuatilia wanajua maonyesho hapa sio mara ya kwanza, ni mara ya 3 sasa tunafanya maonyesho ya mifugo. Na maonyesho sisi tunayaona muhimu kwa sababu ya fursa ambazo zinatoa kwa watu ambao hawako kwenye sekta. Unatoa fursa ya watu kuona mifugo mingi, huduma nyingi na wataalamu wengi ndani ya mkusanyiko mmoja. Kwa mtu kuuliza maswali na kupata elimu kwenye mifugo, kwenye minada au maonyesho kama hii tunayoandaa ina umuhimu. Lakini Tri-Nations Livestock Expo imeanza lazima niseme ni kwa desturi ya ushirikiano. Na sio ndoto yangu peke yangu. Najua mimi ndo nimelibeba na naonekana ndio labda nimeliandaa, lakini kuna watu wengi nyuma ya pazia ambao wamefanya hili jambo liweze hata kwa jambo ambalo linaweza likafikiriwa. Na mtu wa kwanza ambaye lazima nimshukuru sana ni rafiki yangu ambaye amekuwa rafiki wa karibu. Nilikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mfano, tunasema ni mentor, ni mtu ambaye tunataka tumuige. Ni breeder kutoka Kenya na alishawahi kuwa hata Tanzania Ifunda. Alikuwa na shamba pale, ni mzungu anaitwa Mark Mayat Taylor.
yeye ndo mkurugenzi wa Wargas Boran Stud, na Wargas imekuwa na jina duniani kote kwenye mbegu ya Boran. Baada ya kufuga Iringa akahamia Kenya, ameendelea na shughuli yake ya ufugaji. Kwa hiyo kwenye safari mojawapo ya consultation ambayo tukajikuta tumeenda kwenye shamba hilo hilo pamoja kumsaidia mtu kuhusiana na Boran, ndio tulipokutana na Mark. Na baada ya kuongea, wafugaji mkishakutana lazima muelewane, na tukawa marafiki, na akanitambulisha kwa dada mmoja anaitwa Martinique Scott. Na kwa uzuri hawa watu wote wawili watakuwa wazungumzaji kwenye semina zetu ambazo tutazizungumzia baadaye kidogo, lakini akanitambulisha kwa Martinique kwa lengo la kuwa mmoja wa watu ambao watakuwa kwenye kamati ya maandalizi ya tamasha kubwa sana, maonyesho makubwa ya bara la Afrika yanayoandaliwa kuwa Namibia mwaka 2026. Yanaitwa Africa Livestock Conference. Kwa hiyo baada ya kuzungumza na Martinique na kumwambia sisi tumeandaa kuuza madume yetu ya kwetu wenyewe mwezi wa 6, ndio ilikuwa lengo hasa. Kwa tuweke kama maonyesho madogo tu, ilikuwa ya siku moja, dume zetu wenyewe kama 6 7 tutakuwa tunauza, ndio ilikuwa lengo la awali. Lakini nilivyoongea na Martinique akaniuliza eti nikiongea na wenzangu huku nikiweza kuwashawishi tukaleta mifugo yetu kwenu, je, mtatupokea? Kabisa, of course. Hiyo ni fursa ambayo mimi kwangu nimeona ni heshima kubwa, na nikamwambia bila shaka. Kwa hiyo hapo ndio ilipoanza sasa kuzungumziwa, na tukaanza kushauriana na Martinique, na nilivyoona yeye ameingia, nikaongea tena na rafiki yangu Mark, aongee na ndugu zake kutoka Kenya, ajaribu kuwashawishi, na yeye akafanya juhudi kubwa kuwashawishi ranch kubwa za Kenya, viongozi wa ndani ya sekta ya Borani, ranch kama Olpejeta, Moguni, Wargas wenyewe ya Mark, Kifuku, wote hao wanaleta mifugo yetu, na ni makampuni ambayo yanajulikana duniani kote kwenye breed ya Boran. Kwa hiyo baada ya kupata sasa ushirikiano huo, nchi 3 ndo neno try, tunajua try ni 3 na nations. Kwa hiyo ndo tukaja na jina la Tri Nations Livestock Expo, na kwa kweli kwa kwetu hii shughuli ni furaha kubwa, najisikia faraja kubwa, ni hatua kubwa kwenye safari yetu ya ufugaji. Binafsi nimefarijika sana kwa kuaminiwa na watu kama hawa. Inaona kwamba bidii na juhudi na nidhamu tuliyoionyesha kwa miaka zaidi ya 9 leo tuko kwenye ufugaji ndio inazaa matunda haya leo. Hatujaaminiwa na watu wa nje kiurahisi. Kwa hiyo ni furaha kubwa kwetu, ni heshima kubwa kwa Tanzania, watu kukubali kuleta mifugo yao hapa, kusafirisha mbali. Nadhani mliona magari yaliokuja, ng'ombe wamesafiri zaidi ya siku 8. Kwa kutuamini kwanza kuwatunzia mifugo yao. Mwenye ng'ombe hayupo hapa, ndio akatuma ng'ombe, yeye atakuja wakati wa mnada wenyewe. Kwa hiyo ni heshima kubwa kwetu, ni heshima kubwa kwa taifa, na ombi letu kwa wananchi, kwa wadau, kutunga mkono kwetu ni kuja. Hatusemi chochote kingine, ni kuja kushiriki kama mnunuzi, kuja kushiriki kama mtu wa kusoma kwenye semina. Sio watu wa semina wanasimama pale alafu tuone majukwaa hayana watu. Kwa hiyo kutunga mkono kwetu kwa dhati ni kushiriki kama nilivyosema, ambacho kiingilio cha watu wazima ni shilingi 10,000. Watoto wa miaka 12 mpaka 16 nadhani ni shilingi 5,000, na watoto wadogo nadhani chini ya miaka 8 au miaka 5. Sije mkanikoti kwenye haya, mtaona vitu kwenye matangazo tutakaye yaweka, lakini kuna watoto I think miaka 5 kwenda chini ni bure kabisa. Tumejaribu kuweka mikakati kama hiyo kuwavutia watu waje na familia zao. Tunaamini kuja na watoto kwenye shughuli kama hizi inaweza kaanza kupandikiza mbegu ya kuingiza vijana na kizazi cha kesho kwenye ufugaji mapema. Mimi binafsi nikasema nilikuwa na bahati nzuri au mbaya, lakini ufugaji nimekuja kuingia baada ya masomo, na nimekuwa ni kitu ambacho nimeipenda sana. Nadhani ningekuwa exposed mapema, labda ningeona direction ya kwenda kwenye masomo ambayo yanaendana na hii field, labda ningeweza kuingia kitaalamu zaidi. Lakini nilisoma uchumi, nikataka kufanya kazi kwenye mabenki kwanza, na baadaye nikaingia kwenye ufugaji. Kwa hiyo mimi elimu yangu ya ufugaji imetokana na passion na kutaka kujifunza mwenyewe. Kwa I believe watu wengine tukipanda hizo mbegu mapema, tunaweza tukapata watu ambao wanaziona hizo fursa mapema kwenye mafamilia ya wafugaji, wanaweza wakaanza kubadilisha tafsiri ya mifugo ndani ya familia zao. Kwa hiyo yote hayo tunategemea kuhamasisha watu kwa wao kuja kwenye maonyesho,
na tukasema tusikuhamasishe tu alafu tukawa hatuna suluhu. Ukishahamasika na unataka ng'ombe bora, watakuwepo hapa hapa, pamoja na mbuzi bora, kondoo bora, wote ni mbegu za kisasa kutoka nje, aina ya Boa, Kalahari kwenye upande wa mbuzi. Kwenye kondoo tuna Dopa, tuna Meatmaster, tuna Van Roy. Upande wa ng'ombe kuna Boran za kutoka kwetu hapa Mbogo pamoja na ranch za Kenya. Lakini kutoka Namibia wamekuja Brahman, wamekuja Bonsmara, wamekuja Simbra. Simbra kwa watu ambao hawafahamu ni mbegu ambayo ilianzishwa kwa kuchanganya Simento na Brahman, ambaye inakupa sifa za maziwa na nyama. Kwa wale ambao wanataka kuendeleza kizazi ambazo wanatoa nyama na maziwa, mbegu za Simbra ndio zitawafaa. Kwa hiyo tumejitahidi sana kukidhi vigezo vya mahitaji vya watu wa mchanganyiko. Kuna wafugaji wa mbuzi, wa ng'ombe, kuna ng'ombe wa maziwa, wa nyama. Kwa hiyo tuna kila kitu cha kila mtu. Kwa hiyo niombe sana Watanzania mje, lakini pia kuna wanaotaka kuonesha bidhaa zao. Wazawa, watu wa Chalinze wenzetu, watu wa Morogoro au popote Tanzania. Hili ni jukwaa ambalo ni la kwenu, mje muoneshe bidhaa zenu kwa wageni tofauti tofauti. Kwa hiyo pia tunawakaribisha, na sio lazima iwe bidhaa ya mifugo. Mtu asiogope akaona hii maonyesho ya mifugo, lazima niwe ninafanya biashara ambayo inahusiana na mifugo. Kama unazalisha asali, unafanya mboga, unatengeneza hata krimu za wakina mama, chochote bado kinatengenezewa Tanzania na ni cha Tanzania. Hicho ndio kigezo chetu. Usituletee vitu ambavyo tumenunua kutoka nje ukaweka hapa, hapana. Hiyo haturuhusu. Lakini chochote ambacho mtu ametengeneza kwa mikono yake, amezalisha hapa, tunamkaribisha. Wanamama, wanadada, wanakaka, watoto, wazee, vijana, wote wanakaribishwa kushiriki, kwa kuja tu kushiriki au kuleta bidhaa zao. Kwa hiyo tunawakaribisha wote kwa kweli. Shughuli mbalimbali zitaambatana na maonesho haya ya mifugo ya kimataifa, ikiwemo mnada wa mifugo, mbio za burudani za miguu na baiskeli, burudani kwa familia, vibanda vya chakula na vinywaji, na zaidi zitatolewa semina za mafunzo ya ufugaji kutoka kwa wafugaji nguli wa kimataifa. Tutakuwa tuna semina 5, na semina hizo tumezipanga hivyo kwa kujaribu kulenga kila kipengele kwenye mnyororo wa uzalishaji wa mifugo. Kwa hiyo naweza nikaanza na mtu wa semina wa kwanza, ni mtu anaitwa PJ Butler. Yeye ni mtu ambaye alizaliwa Afrika Kusini, ndani ya familia ya ufugaji, na akaanzisha ufugaji wake yeye mwenyewe baadaye, na baadaye akahamia Marekani na kuwa hakimu au judge. Sijui sasa wajaji wa mifugo ndio tunawaita mahakimu, lakini ni judge wa ng'ombe. Amekuwa mtu wa kwanza duniani kuweza kujaji ng'ombe katika mabara 6 ya dunia. La 7 tunajua ni barafu tupu, kwa hiyo ndio maana hamna ng'ombe, lakini mingine yote yenye ng'ombe PJ Butler ameweza kujaji. Ina maana ni mtu ambaye ana heshima kubwa ndani ya community ya ufugaji wa duniani. Kwa hiyo na yeye pia kukubali wito wetu na kuja kutoa semina kuhusiana na namna ya kuchagua ng'ombe wa mazingira gani na wa ufugaji upi. Kwa hiyo atakuja kuelezea kwa mapana namna ya kuchagua ng'ombe zako na vigezo gani vya kuvizingatia. Alafu tuna Mark Myatt Taylor, ambayo naweza nikasema ni kati ya mabingwa wa Boran, katika watu ambao ndio wako mstari wa mbele kwa miaka zaidi ya 40 kwenye breed ya Boran. Ni mwenyekiti wa kamati ya Boran ya Kenya, the Kenyan Boran Society, yeye ndio chairman. Kwa hiyo ni mtu ambaye naye ana heshima kubwa kwenye community ya ufugaji, ana uzoefu mkubwa. Yeye atakuja kuelezea Boran, ambaye ndio taaluma yake. Kwa nini tunasema Boran ndio ng'ombe ambalo litafaa bara la Afrika na dunia kiujumla. Wana mchango mkubwa kwenye kuboresha kanuni za ufugaji wetu, hasa kwenye uhimili wa changamoto tofauti. Na yeye atakuwa amekazia kwenye Boran zaidi. Ataelezea hiyo mbegu na safari yake mpaka alipofikia. Pia tutakuwa tuna dada yetu anaitwa Martinique Scott, ambaye amekuwa ana msaada mkubwa pia kwenye jambo hili kama nilivyosema mwanzoni mpaka kulifanikisha hapa. Lakini yeye taaluma yake kubwa kwenye mambo ya masoko ya mambo ya mifugo na wanyama wa porini. Wenzetu kule wanakuwa wanafanya mpaka shughuli za uuzaji wa wanyama wa porini kwenye minada.
Kwa hiyo yeye atakuja kujikita zaidi kwenye kuwaelekeza wananchi, haya mmeshaanza kufuga ng'ombe bora, mnaingiaje sokoni, whether ni mbegu, whether ni nyama. Mzungumzaji wetu wa 4 anaitwa Leroux Van Wyk. Yeye ni rais wa shirika la Dopa Sheep Namibia, the president of the Namibian Dopa Society. Kwa hiyo tena unaona ni mtu ambaye ana nafasi kubwa sana kwenye sekta yake na ana heshima kubwa. Kwa hiyo atakuja kuelezea mambo ya wanyama wadogo, mbuzi na kondoo, ambayo taaluma zaidi ni kwenye kondoo, lakini ataelezea pia kwenye upande wa mbuzi. Na mzungumzaji wa mwisho atakuwa mimi mwenyewe, Navid Mulla. Kwa nimepata heshima kubwa pia kuomba kuongea na kuungana na watu ambao nimewaongelea kwa mazuri sana. Kwa hiyo na mimi nitajitahidi kupambana nao na kuwapa wananchi na mimi kidogo mawili matatu, ambapo nitajikita zaidi kwenye uwekezaji wa mambo ya mifugo pamoja na kitu tunaita agrotourism au utalii wa mashambani. Tunajua utalii wa kwenye national park na wapi, lakini kuna fursa ya kipato ambayo vitu kama vile ranch tour au hata hii agave ambayo tupo hapa, vyote kwa wenzetu vinaingia ndani ya kipengele cha agrotourism. Kwa hiyo ni kipato tofauti cha shamba, sio lazima wewe unazalisha mbegu ni mboga au mnyama. Kuna njia zingine pia za kupatia kipato, mambo ya campsite na vitu kama hivyo. Kwa hiyo nitavielezea zaidi pia kujaribu kuchangamsha mawazo ya Watanzania na kuwaonesha kuna fursa nyingine pia za kujaribu kuziangalia kwenye kilimo kiujumla. Benki ya NMB imeshirikiana na Mbogo Ranches katika kuandaa maonesho haya. Je, ni kitu gani kimeisukuma benki hii kushirikiana na ranchi hii, na ni kwa namna gani benki hii inatoa mchango wake katika kuongeza tija kwenye sekta hizi? Sisi benki ya NMB tunapozungumza kilimo biashara, tunamaanisha kilimo, mifugo, uvuvi na mazao ya misitu. Ukiangalia mwaka huu kwa mara ya kwanza Tanzania, sisi benki ya NMB tumeshirikiana na Mbogo kwa ajili ya kuandaa maonesho makubwa ya kimataifa ya mifugo. Hapa tunavyosema mifugo, ni mifugo yote inaweza kufugwa katika makazi, katika mashamba makubwa na maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kwenye maonesho haya mwaka huu benki ya NMB ndio mdhamini mkuu, na sisi kwa kushirikiana na Mbogo tumeandaa maonesho haya kwa ajili ya kuangalia namna gani tunaweza tukaikuza sekta ya ufugaji Tanzania. Kwenye sekta ya ufugaji inaenda sambamba na kilimo. Ukiangalia maonesho haya yameandaliwa kwa siku 2, itakuwa ni siku ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2025 kwa maana siku ya Jumamosi, lakini pia siku ya Jumapili tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2025 hapa Ubena, shamba la Ubena lililoko maeneo ya Mdaula Chalinze. Utaangalia Tanzania ni nchi ya pili Afrika kwa kuwa na mifugo mingi, lakini tunachokiangalia sisi benki ya NMB ni tija katika ufugaji. Ndio maana miaka 2 iliyopita, miaka 3 iliyopita benki ya NMB tumekuja na bidhaa nyingi sana kuhakikisha wafugaji wanapata nafasi, ikiwemo mikopo, ikiwemo elimu, ikiwemo ushauri, ikiwemo mashamba mfano. Na utaangalia miaka hii 2 tumejitahidi zaidi kuhakikisha wafugaji wadogo, wafugaji wa asili, lakini pia wafugaji wakubwa, wachakataji wa nyama na bidhaa mbalimbali zinazotokana na mifugo wanakuja pamoja. Tunawapa elimu, lakini pia tunawawezesha kwenye mikopo. Tanzania ina nafasi kubwa sana na eneo kubwa sana ambalo linaweza likaendelezwa kwenye ufugaji. Lakini ukiangalia kilimo na ufugaji vinakwenda pamoja. Changamoto zilizopo tunaangalia namna ya kuzikabili. Kwa hiyo sisi benki ya NMB tumezichukua changamoto zilizopo kwenye sekta ya kilimo na mifugo, tumezitengeneza kuwa fursa. Ndio maana tumeanza kutoa mikopo ya riba nafuu kabisa kuliko taasisi zingine za fedha. Mikopo ya riba 9% kwa mwaka. Lakini tunaangalia mfugaji anayefanya biashara ufugaji wa kunenepesha. Je, riba analipa ndani ya muda gani? Unaona tunamruhusu anakaa miezi 6 mpaka atakavyonenepesha ndio akiuza alipe, lakini pia mwaka, lakini pia hata wale wanaofanya ng'ombe na mbuzi na mifugo mingine kwa ajili ya maziwa na wenyewe wana muda wao. Kwa hiyo changamoto zilizokuwepo kwenye sekta ya kilimo na mifugo, sisi benki ya NMB tumeziangalia na kuwa fursa. Tumewaelimisha watu wengi, na nikwambie tu jamii ya wafugaji Tanzania wamefurahishwa sana na utaratibu wetu huu kwa sababu tumefika maeneo mbalimbali. Unajua benki ya NMB tuko mikoa yote Tanzania bara na visiwani, lakini pia tuko katika matawi 233. Ukienda mikoa yote utaona wafugaji wanavyoizungumzia NMB kwa sababu tumefika. Lakini kingine ambacho tumekuwa tukikifanya, tija moja hapo ni mahusiano tulionao na mashamba makubwa ya mifugo ya kisasa. Ukiangalia wenzetu wa Mbogo
wanaendelea kutoa elimu, wanawauzia madume walio bora wafugaji wa asili. Kwa hiyo maana yake tunaanza kutengeneza vizazi vya mifugo ambayo imeimarishwa. Hii ni mojawapo ya jitihada ambazo tunaifanya benki ya NMB. Kwa hiyo utaona wafugaji wa asili wameanza kufuga ng'ombe bora wa kisasa, wanapandisha kwenye majike ambao wanatoa vizazi ambao vimeboreka. Kwa hiyo tunapata nyama nzuri, tunapata ngozi nzuri, tunapata bidhaa zingine ambazo zina ubora zaidi, kwa sababu changamoto zamani ilikuwa ni tija. Lakini ukiangalia maeneo mengine, wafugaji walio wengi walikuwa wanafuga ng'ombe wengi sana katika eneo dogo. Kwa sisi kama benki ya NMB, wale wafugaji wadogo tumeendelea kuwapa elimu, kwa sababu changamoto za tabia ya mabadiliko ya tabia ya nchi haziondoki. Maeneo ambayo kulikuwa kuna ukame, tumeanza kuwapa mikopo ya kuchimba visima. Maeneo yenye ukame tumetoa mikopo ya kuzalisha malisho. Kwa hiyo wana uwezo wa kuwa na shamba lake, ana kisima cha maji, ana malisho. Ng'ombe anakuwa bora kwa sababu hatembei muda mrefu kufuata maji na kufuata chakula. Nitoe wito wa Tanzania ambao tunajihusisha na shughuli zetu kwenye sekta ya ufugaji na sekta zinazoambatana za kilimo. Karibuni sana. Haya ni maonesho makubwa ya kimataifa, yanaitwa Tri-Nations Livestock Expo 2025. Yanahusisha nchi 3, yani Tanzania sisi wenyeji, Kenya na Namibia. Lakini utaangalia tayari ng'ombe bora kutoka Namibia wameshafika. Mfugaji kutoka Namibia amekuja tayari, amefikisha ng'ombe shambani wiki kabla kwa ajili ya kuanza kuzoea mazingira. Tunategemea kuwa na mashamba zaidi ya 10 kutoka katika nchi hizo 3 ikiwemo Mbogo Ranches na mashamba mengine. Wataonyesha uzoefu, lakini kutakuwa kuna mauzo ya mifugo. Sambamba na hiyo pia kutakuwa na semina. Taasisi za fedha tutatoa elimu ya ufugaji kwa wananchi, lakini wafugaji wa asili. Lakini pia tutakuwa na michezo mbalimbali. Kwa hiyo hii ninatoa wito wazazi, familia na watoto nje, kwa sababu ni kama kuja kwenye maonesho, lakini mnakutana na mambo mbalimbali ambayo ni ya kujifunza. Kutakuwa na michezo ya watoto, watoto wataweza kupanda farasi, kuona ufugaji ulio bora. Tuwajenge vijana wetu kuanza kujifunza, kwa sababu hata watu waliofanikiwa kwenye mashamba makubwa wameweza kuwatengeneza vizazi vyao kuanza kujifunza kwa vitendo. Lakini sambamba na hiyo, siku ya Jumapili tutakuwa na michezo, tutakuwa tuna mbio za nyikani, lakini pia tutakuwa na kuendesha baiskeli kwa kilomita 40, mbio za nyikani za kilomita 5 na kilomita 15. Si lazima ukimbie, unaweza ukatembea. Lakini pia wakati wa matembezi kwenye shamba hili pia kutakuwa na maeneo tunakutana na makundi ya ng'ombe, tutapewa darasa pia. Kwa hiyo unakuwa unafanya mazoezi huku pia unajifunza baadhi ya mambo mbalimbali yanayohusiana na ufugaji. La mwisho kabisa, nitoe wito kwa vijana wenzangu. Vijana ndio tutaendeleza uchumi wa nchi hii. Kwenye sekta ya mifugo, serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa na rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan imeonyesha nia kwa vijana. Angalia miradi mbalimbali. BBT vijana imekuja. Kiangalia mashamba yaliyoanzishwa na Wizara ya Mifugo, vijana wameanza kujitutumua, wameanza kuuza ng'ombe wao. Vijana wengine tunaweza tukajifunza, tukachukua elimu ile ikatusaidia na sisi kuweza kuongeza kipato. Si lazima kila mtu amiliki duka, si lazima kila mtu amiliki gari, daladala, afanye kazi za kuajiriwa. Tunaweza tukarudi shambani kwa makundi mbalimbali. Sisi NMB tuko tayari kuunga mkono jitihada hizo. Vijana na kina mama, karibuni shambani. Sekta za kilimo na mifugo zina fursa mbalimbali ambazo ukizitumia vizuri unaweza kujikwamua kiuchumi na kuleta maendeleo nchini. Je, ni wito gani unatolewa katika kutumia fursa zilizopo kwenye sekta ya kilimo? Hata Mheshimiwa Rais mama yetu anasema kwamba ukitaka kwenda haraka nenda peke yako, ukitaka kwenda mbali twende pamoja. Ni msemo najua upo kiutamaduni na hata Mheshimiwa wetu ameshaurudia kwenye speech zake. Kwa hiyo na sisi tunaliamini ile kwa 100%. Kilimo na ufugaji hakina shortcut. Hakina maoni ya mtu. Ni usayansi. Kwa hiyo nikisema hivyo ina maana kuna kanuni ambazo lazima zifuatwe. Tusiwe wabunifu kwenye vitu ambavyo vina utaratibu. Sio unataka kujitibu malaria wewe unataka uingize ubunifu. Nenda kanunue dawa iliyokuwa inajulikana inatibu malaria. Kwa hiyo kilimo na ufugaji ndio hivyo hivyo. Mbegu bora, matunzo bora, mazingira bora. Kwa hiyo mazao yako ukiyaweka kwenye hayo matatu utafanikiwa, na mifugo yako ukiyaweka katika hayo matatu utafanikiwa. Kwa hiyo wito wangu ni tujaribu kuondokana na kuona ng'ombe ni kitu ambacho naweza tu nikakiweka nyuma ya nyumba yangu na nikapata kipato. Unaweza kupata miezi ya kwanza miwili, lakini yule ng'ombe hato kuzalishia kwa level ambayo anatakiwa kuzalisha. Kwa hiyo heshimu biashara yako. Mifugo ni biashara kama biashara yote nyingine.
kama unavyofunga duka, unavyoweka kamera zikulindie duka au mali, unavyoweka mbinu zozote unazofanya kukuboreshea biashara yako jingine, na ng'ombe wanahitaji hicho hicho. Kuboresha mbegu, weka mazingira mazuri, lishe bora, chanjo ili asipate magonjwa. Sio unasubiri labda hatopata. Mbona gari tunakata insurance? Kuna mtu anatoka kwenye gari na mpango kwenda kugonga. Kuna ile bahati mbaya unakata insurance. Kwa hiyo chanjo kwenye ng'ombe ndio hivyo hivyo. Unakuta 90% ya magonjwa ya ng'ombe yanatokana na kupe. Unakuta mtu haogeshi. Mimi hapa nakuwa na mshangaa kabisa, yani unapokuwa unalijua hilo lakini hufanyi kitu ambacho ni rahisi sana kutatua 90% ya changamoto zako. Ni vitu very basic kama hivyo. Unakuta mtu anafuga hana josho. Mimi naondoka pale, mtu akiniita nikamshauri shambani kwake, kama hana josho au sehemu ya kuchangia, ndio mwisho wa mazungumzo yetu. Sitopoteza muda wangu kukushauri kama hauko tayari kujipanga na yanahitaji mimi kukuelekeza, kwa sababu nitakuelekeza uogeshe. Sasa kama huna pa kuogesha na kuja kukuelekeza ufanyeje? So huo ndio wito wangu, kwamba tupokee hizi fursa, tuje tushiriki, lakini tuwe na mawazo wazi, tuwe tunamuona mpana. Sio kama tulisoma elimu fulani, nilishafundishwa hivi kwamba nije kwamba hapana, hawa wanakosea. Hapana, tuje kwa mtazamo wa kwamba niko tayari kujifunza, na naamini kuna jambo utaondoka nalo, na tuendelee kuhamasisha vijana na wananchi kiujumla. Tunahitaji watu waendelee kutulisha binadamu, tunaongezeka. Ukisikia takwimu huko naambiwa wakulima na wafugaji wote average umri ni miaka 60 kwenda juu. Sasa tunategemea nini kitakachokuja kutulisha baadaye? Lazima tujiulize maswali kama haya. Kama vijana ndio tunatakiwa kubeba hilo jukumu. Watu wazima sasa nafasi yao inapita, na sio kwa kutaka, ni kwa kutaka kwa Mungu, ndio maisha yalivyo. Kwa hiyo tushushe huo umri. Mimi ningependa ndani ya miaka inayofuata tukija kuisikia takwimu, tusikie bwana wakulima na wafugaji wako kwenye miaka 40, 45. Hapo itatuambia kwamba okay, tuko imara for the next 10, 15 years. Tuna kizazi ambacho limekibeba na taifa letu liko salama kwa upande wa chakula. Mtazamaji, mpaka hapo tunahitimisha kipindi cha Kilimo Kwanza kwa wiki hii. Unaweza kufuatilia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni Instagram @TVE Tanzania, lakini pia YouTube account Kilimo Kwanza TV, au tutumie ujumbe wako mfupi wa maneno kupitia namba yetu ya simu ambayo ni 0627 192 872. Na kusihi endelea kufuatilia vipindi vinavyofuata. Tukutane tena wiki ijayo. Mimi ni John Lweja. Asante. Kilimo Kwanza, oh yeah. Hiki ni kipindi bora.